Suzi, naamini kuwa wewe ni mwanamke wa maisha yangu, lakini haikupangwa kuwa pamoja. Naamini unamlea mwanangu. Najua sipo huko, lakini jua na kukumbuka sana. Fikra zangu zilikuwa zimeenda mbali sana. Muda huo afande alikuwa akinipiga na aliniuliza una shida gani? Nilimwambia afande, nakumbuka zamani kipindi hiko kabla sijafika huku. Kilikuwa hivi. Sasa nisikilize, cha kuwasaidia mimi, kwa sababu mama hii issue haijui cha kufanya. Mimi na wewe tumpeleke hospitali tukaichomoe, sababu issue ni ndogo tu. Kachomoe mimba? Kama utaki ndugu yangu jela miaka 30. Na mama yetu si unamjua kwa kichaa. Hasa hapo ni uamuzi ni wako. Toa hela tuondoke. Hata sasa hivi hapa tunatoa mguu wako mguu wangu, tunamchukua tunampeleka hospitali. Si unanielewa? Haiwezekani. Kwani mdogo wangu mbona napita kujina salamu inakuwaje? Unajua mimi simuelewi. Hebu niache kwanza, usinisuke, mimi sina kuuliza. Kwani ana matatizo gani? Mimi simuelewi ujue. Afu leo kama siku ya 3 namuona hivyo hivyo akirudi, yani akirudi shuleni ana mpango wala kuuliza mama za saa hizi za nyumbani hapa. Afu anachelewa muda. Niliposhindwa kuzizuia hisia zangu za kimapenzi hadi ikapelekea kuzama kwenye mapenzi ya mwanafunzi, ndo leo imenipeleka hatiani. Suzi alikuwa akiwaza tayari ameshapata ujauzito. Anawezaje kwenda kumwambia dada yake kwa sababu ndo msiri wake. Hiyo siku Suzi alitoka mapema sana shuleni kwa sababu hali yake ilikuwa sio nzuri. Aliona kabisa akiendelea kukaa anaweza akaibika. Alipokuwa akirejea nyumbani alimkuta dada yake amekaa nje. Wewe mbona umeuli sasa hivi? Vipi? Dada anajisikia vibaya. Unajisikia vibaya, unaumwa au? Ndio naumwa, toka shule sielewi. Mambo la mapya, umemeza panado? Ndio nimemeza. Lakini bado unajisikia kizunguzungu? Mpaka sasa hivi yani sijielewi. Sema vizuri ndugu yangu. Ndugu yake alimuuliza kwa msisitizo sana kwa sababu yeye ni mtoto wa kike anaelewa. Basi alimwambia kapumzike, baadaye tutazungumza. Akasema sawa. Siku iliyofuata Suzi alikuwa ni wa kushinda amelala tu, na ilikuwa ni siku ya shule. Mama alimsemesha. We Suzi, kwani una matatizo gani? Unajisikia vibaya? Mbona sikuelewi mtoto wewe? Unaumwa nini kwani? Kichwa kinaniuma. Ulienda hospitali sasa? Meza panado? We vipi wewe? Unameza panado bila kwenda hospitali? Inabidi twende hospitali sasa hivi ninavyokuambia. Umesikia? Haya. Mimi naenda kujiandaa. Twende hospitali. Suzi alikana kutafakari kuwa anajua kabisa yeye ni mjamzito na kama ataenda hospitali itakuwa shida. Aliamua kukimbia na kuja kuniletea taarifa mimi. Ndio ilikuwa hivyo afande. Afande alisema niendelee kumsimulia. Basi afande alinogewa na stori yangu na mimi sikuchoka. Karibu niendelee kukusimulia wewe na afande.